Jamani, hebu tumsikilize kwanza Mpoki kidogo anasema nini hapo. Kuna mtu alikuwa anauliza maswali ya kijinga jinga, nikamwambia sikiliza, kilichokuwa kinafanya zamani ndoa idumu ni mama kuwa na msimamo. Yaani mama zetu sisi, kile ndio kulikuwa kizazi cha mwisho cha kukaa kwenye ndoa. Sasa hivi mwanamke ndo anaamua mahusiano yaendelea asiendelee au yaanzishwe asianzishwe, na mwanamke ndo anaamua nyumba aivunje au asiivunje, sio mwanaume, mwanamke. Mmemsikia Mpoki anachokisema, naye anaongelea swala la msimamo. Msimamo ndio kila kitu kwenye maisha. Yaani mimi sitachoka kuambia kuhusiana na swala la msimamo. Na ni ukweli mama zetu zamani walikuwa na msimamo, na ndio maana ndoa zao zimedumu mpaka leo hapo kwenye ndoa zao, kwa sababu walikuwa wanavumilia changamoto. Lakini sasa hivi inatokea changamoto na sisi tunazidisha tena changamoto, wakati sisi ndo tunatakiwa tu solve hizo changamoto. Zamani ndoa ilikuwa inaheshimiwa, lakini sasa hivi ndoa zimekuwa tu rahisi. Mtu anajua kabisa bwana, mimi nitaolewa asubuhi, jioni nimeshatoka. Yaani mtu ameolewa jioni, asubuhi namkuta anazurura. Hayupo tena kwenye ndoa kwa sababu ya kukosa msimamo. Unamwona mwanaume wako labda, na ukitaka kujua kwamba kuna tofauti kati ya mwanaume na mwanamke, wewe unaweza ukaleta dada wa kazi wa ndani mwanaume wako akatembea naye, lakini wewe huwezi ukatembea na kijana wa nje wa mume wako kwa sababu ina sound weird. Ndio ujue kuna tofauti kati ya mwanaume na mwanamke. Yaani siku hizi wanawake tumekuwa mapanya rodi. Tumekuwa mapanya rodi kabisa. Yaani hiyo ndio ukweli ambao watu wengi hatupendi kuambiwa, lakini hiyo ndio uhalisia. Wanaume wengi wanaogopa siku hizi kuoa. Zamani ilikuwa sisi ndio tunaogopa kuolewa, lakini wanaume sasa hivi wanaogopa kuoa. Maana yake wanawake wengi wamekaa kimikakati kwa sababu ya kukosa misimamo. Yaani unaweza kuwa umekaa kweli kiwife material, lakini sasa yaani umekaa kimkakati. Yaani si unanielewa nikisema kimikakati. Ndio maana wanaume wanaogopa, wanaona hii ni matatizo. Tujitahidi kuwa na misimamo, tujue jinsi ya kuongea na watu, tujue jinsi ya kuhandle matatizo. Yaani sio mwanaume wako anakuambia mpumbavu wewe, unamwambia na utaniambia nini mbwa wewe. Yaani huo sio msimamo.